Ubwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kuligirwa n'ebigori byonsi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ilianza ikiwa kwa kitu kadogo, then ikatana hapo ikakuwa hivi kubwa. Ilidungwa na msumari kwa mguu ya left, ikapigwa injection ya tetanus, na ikakaa ikaniharibikia afterwards. Nilienda kwa huyo doki, aliniambia niendelee kuchoma na maji moto, but afterwards ilikaa ikakuwa worse. Venye nilikuwa nacheza ball, nilipigwa na elbow na my opponent. After hapo ikaleta shida na ikakuwa hivi kubwa. Charles had to visit many hospitals and undergo a number of tests. The doctors discovered a tumor growing on his hand, requiring more tests, weekly dressings, including a biopsy and MRI that he is yet to undergo. So, chanikwambia, before haikuleta shida immediately. Sasa ilileta shida after hapo nilienda grau. Juu hata haikuwa hivi kubwa. Ilikuwa hivi kubwa after nimegongewa grau. Na ilianza hata nasikia hii bone nikaa imeganda. Nimetafuta matibabu Kiambu Hospital. Ndo nilienda. Doctors waliniambia kuna test nafaa kurun before wajue ni nini inaendelea. So kuna test ya FNA wameniandikia, kuna biopsy na kuna MRI. Hizo test nafaa kuenda, na sasa sina mtu anaweza ni support. Nilikuwa nauliza tu usaidizi kwa yoyote, ndo mkono yangu ikuwe fiti, tujue ni nini mbaya na iweze kutengenezwa, kwa zinani hurt, takulala ni shida. So nilikuwa nauliza mtu yoyote mwenye anaweza tu nihurumia, nisaidie. Charles cannot do anything for himself as he is not supposed to strain his hand. The growth causes immense pain and sometimes makes his hand and left side go numb. Charles has to support his hand while walking and depends on painkillers to deal with the pain. It's even difficult for him to sleep at times. Nikiwa hosi, doki aliniambia kwanza nisifanye kazi. Juu aliona hiyo mkono si poa. So sasa hakuna kazi naweza fanya, kuna kitu naweza jifanyia. Hata kukula na depend na mama yangu, hata yeye ni venye hayuko kazi ya tifiti anaweza ni support. Nilikuwa siwezi kufanya anything, hata kubeba kitu mzito. Inaleta shida. Ikiniuma mkono sometimes hata kutembea inakuanga shida. The way tunawalk tunatumianga hata mikono zetu. Lazima unaiweka in a certain position. Unaenda kama umeihold. Tena inaletanga shida side kama kulala. Huwezi lala na hiyo side. Kiguzwa na kitu tu hapo inaleta tu uchungu. Alafu bado kuna hizo dawa za uchungu zenye hata kuaccess ni impossible, but sometimes God ana create a way. Napata mkono yangu imekuwa ikinipitisha mauchungu. Sometimes unapata imeganda yote, unasikia tu chungu kama we feel. Sometimes nikivaa nguo napata hii pasi inatoka hapa, imeshika nguo, tena kutoa hiyo nguo ni shida. Alafu tena kulala inakaa, sometimes ukilala
napata imetoa uzaa yote mob sana. Sometimes nakuwa uchungu tu mtu akiamka juu napata kwenye umelala umeshikana tu hivi mkono. Sasa nilikuwa tu naomba mse naweza tu nionee huruma anisaidie niondoe hii kitu hapa, nitafurahia na Mungu atambariki. Ikidonda saa venye imekaa hivi for long, imeanza kutoa pus, inatoa damu, hata access ya kuenda hosi kuoshwa kutengenezwa iache chungu mwingi sina. Unaona venye inakaa. So kwa tu naomba mtu yeyote anaweza kuwa hapo anaona venye na feel nisaidie tu. Sometimes mimi nataka kujikalisha kwangu, nakaa kwa ugonjwa kama hii, napata nimekaa mkutulia hapa kwa mama juu hakuna kitu naweza jifanyia. Alafu sometimes unapata nataka kwenda place, naona huwezi enda juu kama unaenda mkono inaanza kuleta uchungu yenyewe, sijui ni nini imefanya huku ndani. It hurts to depend on others while still young and vibrant, which makes him feel like he's burdening his mother. Mimi ni kijana mdogo. Sasa tu nilikuwa naomba usaidizi. Hata mimi sifurahi nikiwa hivi. Tunadependia kila mse, everything nataka. Hata mimi I can like someone to depend on me. Naweza penda kusaidia kesho, kinisaidia leo. Sasa sina uwezo wa kujisaidia. Mimi niko na wazazi wote wawili, lakini wanafanyanga vibarua, na as we know vibarua si za kila siku. Wanajaribu, tunakula hapa juu niko na brother yangu mdogo. Wazazi wangu wamejaribu juu chini penye wangeweza nipate hiyo access, lakini hawana uwezo. So hata kulipa nyumba ni shida hapa, niko na deni ya nyumba. Kuna time mkono inaniumanga, nashindwa hata ukipigia mama yako atakusaidia aje. Unaona usimpigie juu ukimpigia utamwekelea tu stress juu ya stress zingine. Mimi sometimes inakiniuma, fikirianga tu hata naweza ikata nitoe iache kunisumbua na iache kusumbua wasee wengine. So nilikuwa tu naomba usaidizi, anybody anaweza nisaidia, naweza furahia sana, ndo hata mimi niweze kushika mamangu mkono juu sifurahiangi saa zingine akiteseka nikiona nikiwa hivi. The condition comes with isolation. Charles's friends avoid him due to his illness that seems strange to them. Nimeulizwa na watu wengi, kila mtu anakuuliza ni nini ulifanya hapa kwa mkono. Na si kila msee si kila msee unawezanga kujibu, kila mtu anakuuliza in a different way. Nakuuliza kama hata una wazazi ama ni nini ama ujipendi. So sometimes mtu feel aibu akiulizwa such questions.